Madereva nasi tuna kilio chetu kikubwa ambacho kinatusibu, hususan madereva wangu ambao wamenitumwa kuwakilisha swala zima la ongezeko la bei ya mafuta. Madhara makubwa tunayapata masuala mazima, kwa sababu biashara mafuta yamepanda juu, lakini hesabu ya mwajiri wetu upande wa daladala iko vile vile ama iongezeke. Sisi kama madereva tunaumia kwa namna gani? Walio wengi madereva tunapeleka hesabu, kinachobakia ndo cha kwetu na watoto wetu. Kwa mwisho wa siku inatupelekea kazi hii kuiona ni ngumu, kuona mwiba mchungu katika utendaji wetu wa kazi. Lakini jambo jingine, tumeona hii biashara huria si biashara huria tena kwa upande wa watu wa daladala, lakini kwa upande pia hata hawa madereva wenyewe wanaumia kwa kiasi gani. Tunaona wenzetu wa bajaji ambao wanapewa na leseni la LATRA la hawa, lakini sisi upande wa madereva wa daladala tuna kitu ambacho tunalimitiwa kwamba hatuwezi kuongeza biashara au kuongeza hesabu au kuongeza nauli kulingana na maelekezo ya LATRA. Bajaji sasa hivi inapakia abiria hao ambao kwenye kituo hicho ambao unapaki wewe, na anakuja anapaki hapo anapakia abiria shilingi 3000, nauli ya shilingi 600, na hakuna mtu yoyote anayekwenda kumsimamia na kumdhibiti kwamba kwa nini unapakia kwa shilingi 3000, ni kwa nini umepata hii hesabu. Lakini sisi tukifanya ni ugomvi kwa abiria, ni ugomvi kwa mwajiri. Mwisho wa siku natupelekea matatizo makubwa ambayo yanatufanya sisi tuone kazi hii sio rafiki kwetu sisi kama madereva. Lakini jambo jingine, lazima tuone sasa biashara hii tunaifanya namna gani kuisaidia serikali yetu, kusaidia serikali kwa namna jinsi inavyofanya kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi unapanda kwa kila eneo. Tunaona uagizaji wa mafuta. Uagizaji wa mafuta huu ni vyema ungebaki sasa biashara huria kama jinsi mnavyosema na kama sasa inavyojieleza. Kwamba leo tuna uagizaji wa mafuta ni kampuni labda 2 sio zili 5. Kwa nini tusiache? Kwa nini serikali isiache biashara huria kwamba kama kuna mwagizaji wa mafuta ana uwezo kuagiza mafuta kwenye nchi hii, akaingiza mafuta kwenye nchi hii kwa bei ya chini, akauza yeye kwa bei anayotaka yeye ya kuweza kuwaserve wa Tanzania na wananchi wake, uone kama inaweza kusaidia hilo. Mwisho wa siku tukafikia malengo kwamba kila mmoja anaweza kanunua mafuta share anayoitaka kwa bei ambayo imeelekezwa au kwa bei ambayo umefanya nini, amenunua mafuta aliyoingiza nchini kama yeye. Lakini leo tumeona hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu biashara huria iko kwa watu baadhi na si kwa watu wote. Na kuja kwa swala lazima kwa madereva wa malori ambao sisi tunakusafirisha mizigo kutoka hapa Tanzania kwenda nchi jirani, kwenda Kongo, Namibia, South Africa. Tunaona tunavyokuwa kazi yetu inakuwa ni ngumu. Ugumu wake ni nini? Leo huu mfanyabiashara ambaye ni huyu transport, bei yake iliyoko hapa elekezi kulingana na kodi zetu zilizopo na mafuta anavyonunua yanamfanya asiweze kusafirisha ule mzigo. Lakini hapo kuna mfanyabiashara wa kigeni ana namba gari zake zina namba za kigeni, tunaamini kwamba anatoka Rwanda, Burundi, anakuja hapa kupeleka mzigo nchi zingine. Lakini anafika hapa anaweka kambi, anachukua mzigo wa Tanzania anaupeleka Kongo na gari zake za namba za Kiburundi au namba za Kirwanda. Sawa, matokeo yake sasa huyu anapakia huu mzigo kwa bei ya kawaida ambayo sio elekezi au kwa bei ya ushindani, kwamba yeye kama dola 13,000 kwenda kwenda Kongo kama ilivyopanda sasa hivi, yeye atapakia kwa dola 12,000 au dola 11,500 kwenda Kolwezi. Sawa, nini kinafanyika au nini kinaniathiri mimi kama dereva? Kinachopelekea matokeo yake kwamba huyu mfanyabiashara toka Burundi anakuja na madereva wake, anasafiri nao mpaka Tunduma. Ikifika Tunduma, wale madereva hawataki kwenda kwa bei ile ambayo hata kulipa mshahara. Inabidi achukue madereva wetu, kwa maana kama vile anawachukua kwa kuwaforce, anamwajiri dereva kwa kwenda Kongo kwa kiwango cha chini. Huyo sio Mtanzania, ni mwekezaji ambaye amekuja kupita, anakwenda nje. Anamchukua dereva wa Tanzania, anampa kazi kwa sababu huyu dereva hana pa kwenda kukimbilia ili apate mkato wa watoto. Matokeo yake anakwenda kwa kazi pasipokuwa na mkataba, najikuta kwamba huyu mfanyabiashara wa kwetu sisi ambaye analipa kodi kwenye nchi yetu hawezi kulipa kodi, lakini mwisho wa siku vijana tunapoteza ajira. Matokeo yake huyu Mrundi au Mrwanda, yeye amefungua kampuni yake Rwanda,
amefungua kampuni yake Burundi na mikataba yake inasoma kule, hapa hajulikani nini kinafanyika. Mwisho wa siku tunajikuta nchi yetu haiendi, iko pale pale, tunakaa kulalamika, mafuta yamepanda, tukaa kulalamika, tozo ni nyingi. Lazima tukae chini kama wadau, tuone namna nzuri ya kuweza kumsaidia huyu transport aweze kufunga mikataba ambayo ni mizuri, kutokana na kwamba atakuwa amerahisishiwa katika swala zima la kuweza kuagiza mizigo au mafuta yanavyoingia, aweze kuwa na bei ambayo ni nzuri, ili mwisho wa siku aweze kumwajiri dereva na dereva aweze kulipa kodi ambayo tunazisimamia hivi sasa. Ndugu zangu madereva wako hapa, tunaona sasa hivi pale Simulifumbira na maeneo mengine, usipopeleka hesabu ya mwajiri, kesho huna kazi. Nini tukifanya? Kwa lazima tuangalie namna nzuri kwamba bajaji ama daladala kipi kifanyike. Tuachie bajaji wafanye kazi, sisi tukae pembeni, ama na sisi muone namna nzuri kama alivyosema mwenyekiti wangu wa Taboa, kwamba na sisi tuungane na wamiliki, tukubali kwamba hiki kwetu sisi ni kikwazo, tuachie bajaji, kwa sababu bajaji wanafanya hizo biashara, hakuna anayewaingilia. Kwa ya kwangu kwa kusema kwa leo ni machache kuishia hapo, kwa tusubiri mwongozo wa wamiliki, wakisema kesho tupaki na sisi tutasema kama wanavyosema. Asante sana.